ile sales. Sawa, tuende kwenye report. Hapa ndio sehemu za report. Sawa, kuna sales report. Kila report yetu sisi by default wako ina load user ambaye ameselect hiyo report. Yaani sio user, ina load siku ambayo umefanya hiyo report. Yaani nikifungua mara ya kwanza ina load za leo. Kwa vile ni price hapa imerudi za leo. Sasa kwa sababu leo tunauza kwa kati, kwa hapa tumerudi report in terms of kati, kwamba kati fulani iliuzwa na mtu fulani, kati fulani iliuzwa na mtu fulani, kwa sababu kila kati inauzwa na mtu. Kati fulani iliuzwa na mtu fulani, kati fulani iliuzwa na mtu fulani. Ukitaka kufuta kabisa unaweza kaongeza labda za mwezi mzima. Umenielewa? Unapata zote hapa. Hapa juu unapata summary za mwezi mzima, unapata total buying price, total selling price, total buying price, total discount ulizotoa. Then unapata profit na loss yako. Then hapo unapata amount paid, total amount to be paid, amount itakayolipwa, amount ambayo ilipwa, total discount price, total debt, unapata na debt deni ni kiasi gani. Sawa, ili uweze kujua deni ni kiasi gani. Kwa hiyo unapopata report yako pia unapata report ya madeni, bwana, kumbe nadaiwa kuna madeni ya kiasi fulani. Sawa, hiyo ni sales report general. Kuna sales report summary. Hii sales report summary ni exportable. So unaweza ka export kwenye Excel au kwenye PDF. So nitavuta za mwezi mzima hapa. Nikivuta za mwezi mzima tunakuja hapa, unaziona hizi hapa. Hapa tumefanya summary, tumeita tu kwa item, not kwa kati nani ameuza sio na nini, hapana. So not much details. Tumeita tu item, unauza kiasi gani, total kiasi gani, unauza kiasi gani, total kiasi gani. Na hapa juu summary yake bado hiyo ni profit tu. Kwa hiyo nikakizi export kwenye PDF hizi. Unaona huko chini kuna summary yake ya profit huko. Unaona? Kwa hiyo hapa naweza nikasema na export kwenye Excel. Kwenye PDF I mean. Sorry. Excel PDF hapa iki-export na maana inakuwa imeshakaa huko. PDF imejidownload huko. Sasa hapa na rekodi inakuwa ngumu. Sawa. Hii hapa open with just once, naweza nika open na hicho kitu ambacho nataka ku open. Sawa, tuacha nayo. Haya, tunakuja stock status value. Hizi stock status value hii ni kiasi cha item ulizonazo na buying cost yake na expiry date yake ni lini. Unaweza ka download PDF au export Excel kaenda kutumia huko kuonyesha, jamani, mimi na mzigo wa kiasi fulani, jamani, naombeni mkopo. Ndo hapa. Sawa. Hapa ni kwa adjust stock. Sawa. Hii sehemu labda kama stock imeyumba, stock kwenye system ni tofauti na stock ya kwenye duka lako. Kwa hiyo unafanyaje mzigo wa system ili match na kwenye duka lako? Unakuja kwenye adjustment hizi kwenye mataasisi makubwa anafanya kila mwisho wa mwezi. Kwa hiyo na nyinyi inabidi unafanya. Kwa hiyo unafanya unaingiza hapa, unabadilisha tata, unaingiza unabadilisha tata, hivyo. Unaingiza unabadilisha. Kwa mfano hapa nasema jamani, hapana, ziko mbili. Ziko labda 5. Zitaka 5. Ningesema hapa. Hapa ziko 3. 3 zitakaa. Unaona? Kwa hapa ndio nisema ndio tunafanya stock adjustment. Nakuja hapo kuna report ya most sold product. Hizi ni tunaonyesha tu range ya bidhaa zako ambazo zinauza sana na number of order ambazo zimefanyika nyingi sana kwenye hiyo bidhaa. Ndio utaona hapa kuna range hapa. Naona hii imetokea mara 9, hii imetokea mara ngapi. Kuuza sana inamaanisha kwamba ndio unakuta na nyingi, lakini ni ile frequently inatoka sana. Sawa. Inaweza kawa ina number of order 200 lakini quantity moja. Hii inawezekana number of order moja lakini quantity 800. Kwa hiyo ndio hicho tofauti. Sawa. Expired stock hapa tunaangalia item ambazo zime expire. Hapa mna ukiomba expire. Ingekuwa kwa expire inaonekana hapa, na pia unaweza kuifuta. Kuna delete button. Unaweza kama mtu kuitoa kwa sababu ya expire. Itatoka itaenda kwa ile ni expire. Tracking item usage. Hii professional wanaita bin card. Kwa hiyo hapa ni sehemu ambapo unajaribu kuifuatilia item imefanya vitu gani kutokea mwezi fulani mpaka mwezi fulani. Kwa mfano nisema kwa mwaka huu sisi Januari
Januari. Niseme kuna item mbili hapa. Sasa nimefanya nini? Itatuonyesha hapo. Item mbili mingi imetolewa. Kuna muda ilitolewa out, kuna muda ilikuwa kama destroyed. Ilitolewa kama destroyed, ikatolewa out kwa mauzo, baadaye ikatolewa kama destroyed, ikatolewa tena kama destroyed. Leo yenyewe imetolewa kama destroyed, mimi na wewe tumeitoa pale kama destroyed, kama nakumbuka kwenye tutorial ya kufuta item ambazo zimeharibika. Sawa. Jaribu ku flashback labda 2000. Utapata ripoti ndefu zaidi. Kwa hiyo utapata ripoti ambayo inaeleweka kidogo. Kwa mfano hapa ziliingia 20 katoka 2 kabakia 10, zikatoka 2 kabakia 16, katoka 1 na 3 zikabakia 10, zikatoka 1 na 3 kwenye 16 zikabakia 12, zikatoka 4 zikabakia 8, katoka 2 zikabakia 6, zikatoka 4 nusu zikabakia 1 na nusu, kutoka 1 na nusu zikabakia 0. Sawa, hiyo ndio track item usage. Haya, tunaenda kwenye product list. Hapa ni sehemu ya product list. Hapa itatuonyesha item zote ambazo tulizonazo. Kama kuna item fulani na jina ambalo liko tofauti kidogo, unaweza kuedit hapa. Sawa, rahisi. Then kuna expense report. Hapa kama kawaida kwa siku inavuta leo, tumeingiza umeme, tunaipata hapa. Tunaweza kusema hapa tayari expense report labda za sisi hapo. Tutapata expense report hapa. Sasa si hapa biingiza expense report, tupata leo tu. Kwa hiyo ndio sehemu ya report. Na tuna recommend kama kuna report ambazo mtakuwa mnazifikiria kichwani, naweza mkatupa tutaziongeza.